Yameendeshwa hapa sio favor, ni majukumu yetu sisi kama viongozi kuhakikisha tunawajengea uwezo continuously ili muweze kuwa bora kama vile tunavyotamani. Lakini mimi naamini kwamba tuna kazi ya kuendelea kuwajengea uwezo, kwa sababu wametoka shule, wana theory part, wanatakiwa wapatie part ya utaalamu. Lakini pia mafunzo haya tumeandaa kwa kutambua umuhimu wa kuwajengea uwezo wa wataalamu wa Tume ya Taifa ili kwa ajili ya manufaa ya tume na taifa kwa ujumla. Ndugu washiriki, ni mategemeo yetu kuwa kuimarishwa kwa uelewa wa elimu ya miamba na uhandisi wa teknolojia kutawezesha wataalamu wetu kufanya maamuzi sahihi katika hatua za usanifu wa ujenzi, kupunguza hatari za kiufundi na kuboresha ubora wa miradi inayotekelezwa. Pia tunategemea mafunzo haya yatasaidia kuongeza ufanisi katika usimamizi wa miradi ya usanifu na ujenzi inayotekelezwa na washauri elekezi pamoja na wakandarasi. Vile vile itakapofika tarehe 6, tunategemea uwezo wa watumishi waliopata mafunzo haya kuwa na uwezo wa kuchambua taarifa za upembuzi yakinifu na usanifu wa kina wa miradi inayotekelezwa chini ya washauri elekezi. Vile vile kufikia tarehe 6, moja ya uwezo ambao tunafahamu watu mtakao kuwa wamehudhuria mafunzo haya mtakuwa nao ni kuweza kubadilishana ni kuwa na uwezo wa usimamizi wa washauri wetu waelekezi na wakandarasi katika mradi wetu wa tip 2, lakini pia katika miradi mingine tunayotegemea kuitekeleza au tunaoendelea kuitekeleza. Haya nia yake ni moja tu, sio kwamba hatujui, na ndiye amesema sio kwamba sio wataalamu, ni kwamba lazima tubrush mindset kwenye utendaji wetu ili kupata tija na quality ya kazi tunazozifanya. Kwa hiyo mtaalamu atakayekuja kuwafundisha anakuja kuwakumbusha yale ambayo mlishawahi kusoma, mkaenda kwa practice site, tunawezaje kuyaboresha. Ndio nia yake. Na kujifunza hakuna kujua. Usijifanye wewe unajua. Mara nyingi kuwa msikilivu utapata faida zaidi. Kuna watu wana tabia ya kukosoa ambaye anafanya nini, anawezesha. Pale kakosea, pale hajui. Attitude hiyo haitatusaidia. Ni bora akitoa nafasi ya wewe kuchangia ukaongezea badala ya kukosoa. Tumeelewana? Tukifanya hivyo tutakuja kuwa na jambo jema kwenye utendaji wetu. Kwa hiyo kuandika ni moja, kutumia tulioandika ni jambo la pili. Kufahamu ni moja, kutumia ujuzi wako kufanya unalofanya ni jambo la pili. Na ndio nakupa mfano huo. Sasa taasisi imekuwa na miradi mikubwa sana, mingi na mikubwa. Ni historia ya taasisi haiyekuwa hivyo, wala hatujawahi kuwaza kuwa hivyo. Tumefika hapo tulipo. Tusipoboresha utendaji wetu tutakuwa laughing stock, tutachekwa. Miradi yetu mikubwa ya Mkombozi, mradi huu umejengwa kwa ajili ya umwagiliaji ambao utawezesha kumwagilia ekari 15,000 na ekari hizi zote ni za wananchi. Ni mategemeo yetu mradi huu utakapokamilika, ambao mpaka sasa hivi umefikia 85%, utaongeza uzalishaji wa chakula hasa mpunga
kwa zaidi ya 15% mpaka 20% ya mahitaji yetu ya sasa, ambao ndo zao kubwa na ndo hata na skimu tuliyojenga inaenda kwa ajili ya mpunga, lakini pia mazao mengine ya mboga yanaweza yakazalishwa katika eneo hili pamoja na mahindi. Kuna mazao ya aina mbalimbali na tumetenga zone za aina uzalishaji wa mazao ya aina mbalimbali. Mradi huu kwa awamu ya kwanza ambayo ina loti 4 ni bilioni 56, na sasa hivi tunaenda kwenye awamu ya pili ya bilioni 18 ambayo hii yenyewe itasaidia kulinda huu mto mzima pamoja na kutenga daraja la kuunganisha mashamba haya ya sehemu mbili. Mashamba haya upande huu wa kushoto kuna mashamba takriban ekari 7 na upande huu wa kulia takriban ekari 8. Sasa maana yetu ni nini sasa? Sasa hivi wananchi wa hapa wa Iringa na wawekezaji wengine watakao kuja kwenye eneo hili watakuwa na uwezo wa kulima mwaka mzima, na hayo ndio yalikuwa ni malengo ya Mheshimiwa Rais Samia Suluhu Hassan alipoamua kuwekeza kwenye umwagiliaji.